Simba. Ile BM kulikuwa kuna wazee. Wale subiria basi kwanza. Wale ni wazee. Unaelewa? Unajua bwana dabi bwana mtu asikwambie dabi natakiwa ujipange bwana ndugu yangu. Sishafungwa sana unajue. Sishafungwa sana. Wewe dabi ya mwaka huu ya amu hii tulikuwa tumejipanga. Tulikuwa tumejipanga. Yaani wale ndio maana ya ubaya ubwela. Kwa hiyo tulikuwa tumejipanga kama ni hapo wale naliwe. Na huyu mjomba yaani angenikubalia. Sasa yani ikatokea labda leo mngecheza mechi. Kweli unavyoona kwa kikosi chako ambacho ulikuwa umekiandaa. Ulikuwa unatoboa? Mpira Simba Nanga amlaka mtu bora. Mpira Simba mimi nakwambia tu ukweli. Alikuwa wapi leo? Mpira Simba Nanga amlaka timu eti bora ndo anashinda kupata matokeo. Yanga anafunga mimi kwa fatiki. Yaani Yanga anafunga mimi baba tu. Michongo ya kipanzi ya zamani ya kununua wachezaji ile ndo anatumia yeye. Nataka nikutajie mechi ambazo Yanga kanifunga kihalali. Sasa Yanga wewe sasa leo kaje kanipiga. Ile mechi ya Mayele kama kipindi cha Mayele kile. Sasa hapa Yanga wewe hapa nimekamata. Lakini mechi ya 5 Babatu mchongo na vipi? Simba yeye anajua Manua mpaka leo yuko wapi? Manua mbovu. Kwa hiyo inavyosemekana si alikuwa majeruhi majeruhi wapi hapa Babatu kachukua mkunali au akatokea Babatu yule Yanga yaani Babatu Manula Yanga brother ni kweli au unazungumza sio kweli wanazungumza kitu kwanza ambacho hawakielewi kwa sababu kaingia uwanjani mwambie apewe point unasikia wanazungumza kitu ambacho sio cha kweli sisi tumewafunga kihalali mechi zote 5 mechi zote 4 mfululizo hizi kwa sababu tumemfunga Chemaloni yupo, tumemfunga Ngoma yupo. Unanielewa? Tumemfunga Kapombe yupo, tumemfunga Zimbwe yupo. Wameondoka wachezaji wangapi? Nakwambia, unajua kuna mimi nikiwa tu nisema namna vipi wewe Babatu unapita chezo chote. After hizo hawajui mpira, afu nataka kila siku nawaambiaga hapa nisikilize. Unasikia? Hawa mpira hawajui. Kwa sababu hawataki kuamini kwamba mtu yuko bora anakufunga kwa ubora. Hivi unanielewa? Hapa wanachokalili wanajua kwamba sisi tunanunua mechi. Wadhamini mbona hata kuna kipindi alikuwa mdhamini wa timu nyingi. Timu gani? Ila hata wenyewe walikuwa wanaongoza ligi hapa. Katika kuongoza ligi tukasikia masuala ya GSM hamna. Tumeshika uskano sasa hivi wanaanza kusema GSM mara anapitisha bakuli mara anafanyaje. Tatizo mpira hawezi kuucheza hawa hapa. Unanielewa? Ingetokea mechi ya leo mngecheza kwa kikosi ambacho ulikuwa umekipanga na kikosi cha Simba ambacho ulikuwa unakiona. Ulikuwa unaona unaweza unafungwa au unashinda. Blaza walikuwa wanakufa nyingi. Simba sisi tunajua Simba kipindi cha pili mdebuye dakika 60 Simba inatepeta. Hasa dakika 60 na unavyojua Yanga inavyopresi. Dakika 60. Nakwambia wangetoa walipoficha. Yaani hawa zilikuwa zinakuja 4 au 7 leo. Nakwambia mama yangu mzazi. Lakini nasikia mtandao anavyosema leo kama mngeenda uwanjani chuma 4 au 7 je? Nani? Ndio shida inawasumbua. Yaani Yanga anifunge 7. Anasema kama leo ingetokea mmeingia sasa uwanjani. Baba, mimi ningepigwa chuma 4. Mimi naongeza point. Naongeza point mimi sina maneno ya kijijini huko kusiu chawa si wapi. Mimi naongeza point. Ukatoka shamba cha kwanza. Mimi naongeza point. Nimekwambia hivi. Simba na Yanga timu hata uwe bora vipi mpira ucheze uwanjani je? Wewe ulishakuwa bora mara ngapi na tumekufunga? Bora mara ngapi ulikuwa bora mara ngapi na tumekufunga sisi? Haya sisi tulikuwa bora wewe ulikuwa mbovu na tumekufunga. Hapo kaongea. Haya wewe umekuwa bora ulikuwa bora wewe si lakini inavyosemekana Yanga amekuwa bora kipindi cha ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Ngoma. Subiri kwanza. Simba umesikia brother? Umesikia? Nampiga nje ndani. Umesikia? Inavyosemekana Yanga yani amekuwa bora msimu kama mara 4 kwa sababu sikachukua kombe mara 4. Kwa hiyo yani kinani mara 3. Sio mara 4 hii angechukua yeye. Hapa hii yangu hii. Ila kwa mfumo huu wewe unaangalia Simba unaweza kuchukua kombe kweli? Ndogo yangu tayari ishaisha. Ila angalia mtani wako kakupita pointi ngapi mpaka sasa hivi? Yanga kanipita pointi 1 mimi ninavyojua. Mimi maana mechi ya Dodoma Jiji ile ishaisha tayari. Shashinda goli zangu 3. Unaaminije kama imeisha? Maana nao Dodoma Jiji 58 mimi nakuwa na 57. Yanga nakuwa na 58 mimi nakuwa na 50. Mechi ya Dodoma Jiji ishaisha. Yaani mapema ishaisha. Kwa moto nitakayotoka nao hapo kwa sababu mechi sasa zimepumzika. Moto nitakayotoka nao hapa naenda kumalizia kwa Dodoma Jiji. Pale ghetto KMC Complex. Kwenda malizana naye pale. Nikishamalizana naye pale tunalingana yani wewe na kanzidi pointi 1. Hasa hapo tunaenda kuhesabiana mechi kama kaile yetu. Hapo mimi mwisho wa siku mwenzako
Mimi hakuna Simba mechi aliyecheza Simba bila kutoa jasho. Mpaka atoe jasho. Simba kaenda kwa Shujaa, katoa jasho. Tunajua Mkwala goli la kwanza goli moja. Huyu mwenzako angeenda mapema, mzee namna gani vipi? Mapema JSM da sasa hivi wewe Pamba anaidiwa na JSM wetu kumfunga Yanga milioni 100. Usimchongo huyo. Hata waandishi wa habari wenyewe wanakuambia hivi. Ikija mechi ya Pamba wakamwambia mashemeji hao. Ikija mechi ya Dodoma Jiji anasema mtu anashangazi yake. Wanamaanisha yani Yanga wanaomba. Ni ya kweli. Tunampiga kila siku. Na yeye tunamnunua basi. Ngoja tunamnunua tumeshapiga mara ngapi kwenye ligi? Kwenye ligi tumeshapiga mara 4 mfululizo. Tunakununua na wewe. Kwenye ubingwa wetu na wewe unachangiaga pointi. Ndugu mtangazaji, huyu kijana wa Simba ashalewa. Mpaka hapo alipo ameshalewa. Ashakula chuma nyingi za kutosha, kala 5, kala 2, kala 1. Kwa hiyo hapa kachanganyikiwa. Hata leo kaogopa kula mkono. Nadhani umenielewa vizuri. Lakini ingekuwa kama kweli mimi naogopa, nimeogopa, basi ungenikubalia jana mimi niingize timu. Wewe ndio komando, wewe ndio wewe. Hakuwa na taarifa kwa unakuja uwanjani. Kwani TFF wametoa hiyo, wametoa na nilio hapo. Hakuja uwanjani. Sasa nikwambie ile sio sababu ya msingi kufanya wewe usipeleke timu uwanjani. Leo mechi leo. Leo sio bwana mechi kwa tena na wenzako. Chukua point. Hapa nasikika brother. Wewe chukua point. Leo kuna mechi ya dabi leo. Chukua point 3. Unasikia? Hilo sio janga kubwa la kukufanya wewe ukashindwa kupeleka timu uwanjani. Wewe mimi ndugu mtangazaji, mimi kikubwa sasa nikamshauri ndugu yangu sawa. Siwezi ukanizuia mimi nisifanye mazoezi. Njoo rafiki yangu. Wewe sasa nifanye mazoezi. Angaza kwa mwenzangu. Yanga kwanza cha kwanza wana wasomi. Sawa? Hicho unatoka upasa ukifahamu. Cha pili Simba timu kubwa. Tulichotaka leo ni heshima. Tufanyaje? Iheshimiwe. Ile timu ni kubwa. Sawa, kimataifa unaona inapofika ndugu zetu unaona ukweli unajulikana, hatufichi kitu chochote. Alafu kingine bodi ya ligi iangalie kuhusu nini? Washabiki. Watu wanaumiza hela kwenda Dar es Salaam. Unajua Yanga hapo mnawashauri TFF kwa sababu watu wengi walitarajia sema wamesafiri kwenda Dar es Salaam. Kigoma, wamefika Mwanza, wametoka wapi, wameumiza pesa. Wako ndugu zetu wametoka na 10 asubuhi wameingia Dar es Salaam. Hadi kirudi kwenye maslahi ya mashabiki. Kutoka hapa mpaka ufike Temeke pale sio mchezo. Sawa, ngula mashabiki. Hasara. Mbona washauri nini TFF? Hizi ni hasara. Yaani hizi timu zote kubwa mbili. Alafu mimi na washauri TFF kwamba mechi ya dabi inayokuja watu waingie bure, ishakuwa mara ya pili. Hamna dabi tena hapa. Sisi tutaenda hata kasi. Unanielewa? Tutaenda hata kasi. Kwa sababu sisi siku hizi hatuwezi tukaficha madhaifu kila siku. Msimu juzi tumeahirisha mechi. Msimu huu tumeahirisha mechi. TFF wameogopa mchezo kuchezeka au kuja uwanjani pale, maana Yanga wamefanya kila kitu ambacho kinahitajika kwenye mchezo. Unanielewa? TFF wamewafichia madhaifu Simba kwa sababu Simba wangepokonya point 15 ndio maana wameahirisha huu mchezo. Hivi unanielewa ndugu mwandishi hapo? Katiba inasemaje? Timu isipokuja uwanjani inapokonya point 15. Hajaleta timu. TFF wana madhaifu kwa sababu watu wamepoteza gharama, watu wamepoteza kila kitu. Unanielewa? Watu wameacha familia zao, watu wametoka Bukoba, wametoka Mwanza huko kwa sababu ya dabi. Wanafika pale asubuhi wanaambia kwamba dabi hamna. Kwa nini dabi hamna? Wameleta fact kwamba Simba hawajapewa nini? Hawajapewa uwanja. Unanielewa? Simba hawakutoa taarifa kwamba watakuja kufanyaje siku ya mwisho, watakuja kufanya mazoezi. Nisikilize kwanza, subiri kwanza tuongee. Subiri tuongee. Simba haijatoa taarifa kwamba siku ya mwisho inakuja kufanyaje na kuja kufanya mazoezi ya mwisho. Hivi unanielewa? Hivi wewe mimi nakwambia mimi naondoka. Unanielewa? Mimi nakwambia naondoka na kuachia ufunguo wa nyumba yangu. Wewe mlinzi, nimekuja usiku. Kwani utanifukuza au utanifukuza? Kawaida ndio hivyo. Mimi mlinzi nimeshakupa funguo zangu, mimi naondoka. Sirudi leo. Nakuja hapo usiku, utanifukuza au utanifukuza? Au namwagiza mtu aje, wewe utamfukuza au utamfukuza yule mtu? Sio wanasema ile ratiba ilipangwa kwa Yanga watafanya mchana, alafu Simba watafanya usiku. Hawakutoa taarifa japo ilipangwa na walikuwa wameambiwa, ila hawakutoa taarifa kwamba sisi tutakuja kwa sababu watu wameangalia mpaka saa 12 watu wako wapi? Na kawaida watu waingie saa 1:15 wafanye mazoezi hadi saa 4 mpaka saa 2 watu wako wapi? Utaendelea kubaki hapo hapo? Mmeshaidiana na mtu kwamba mimi saa 1 nakuja mpaka saa 1 humuoni, utaendelea kubaki? Yule meneja wa uwanja kafunga kufuli za mageti, anataka aondoke. Simba ndo wanakuja, kawazuia kuingia. Kwa hapo brother unawashauri nini TFF? TFF kiukweli wametuangusha kwenye hili hapa, wanatuangusha. Hata wenyewe inabidi wajitathmini sana. Yaani wajitathmini sana kwa sababu wananchi wametupa viingilio vyao.
yani mimi ningekuwa hata taifa, yani bwana ningekubali mimi nifungwe kwa sababu yani mimi nisingekubali. Unanielewa? Yani mimi ningeondoka hata na kiti kwa sababu TFF wao ndio wametufanyia hizi figisu yani. Kwa nini wafanye hivi? Waachie kitu basi ili wajue wamekosea wapi ili msimu ujao waweze kufanya kitu. Kiukweli TFF mnaomba mjitathmini. Hebu mfuate kanuni jinsi zinavyotaka. Msio mnafunika makombe mwanalamu apite. Hii ndio ligi tunasema ipo nafasi ya 4. Kweli hivi watu wametoka Uganda huko, wametoka Kongo, wametoka Burundi, wametoka huko wapi wanataka waje waangalie dabi. Mtu keshatupa nauli huko kapanda ndege anakuja angalia dabi alafu asubuhi anafika anakuta kama hivi. Sio haki. Hii ligi ipo nafasi ya 4, nafasi ya 4 gani? Sasa kama ndio hivi tu. Tunatupa gharama tunakuja kuangalia mchezo afu mchezo unaahirishwa. Kwa ajili ya nini? Hamna sababu za msingi. Hamna mtu alopata ajali, hamna wachezaji wanaumwa, wachezaji wa Simba wote wako fiti, wachezaji wa Yanga wako fiti, lakini TFF mlichokaa na kutueleza kwamba mechi imeahirishwa. Hatujaona sababu ya kuahirisha kwa mchezo huu hapa sisi. Nadhani hapo wameshapata hiyo watalifanyia kazi. Tunashukuru sana. Blaza hapo. Wewe unawashauri nini TFF kwa situation ambayo imetokea leo? TFF amezingua mwanangu. Kweli, tuongee ukweli. Kwa nini amezingua? Amezingua. Sasa unajua ngambie kitu kimoja. TFF alichokifanya hichi ndio kama alichokifanya mwaka ule 2021. Mshanelewa? Yaani 2021 walifanya kwamba yani tufanye kama yani shida zile kwamba bana Simba na Yanga ndio kioo cha nini cha taifa, si ndio? Simba kikosea huwezi kumbaba, mimi nakwambia tu kweli. Simba kikosea huwezi kumfungia Simba au kumpokonya point, au Yanga kikosea unaweza kumpokonya Yanga point au kumfungia. TFF wako chini ya mamlaka ya Simba, hata afanyaje? Sisi tunaongea tu kweli. Mpira wa Simba na Yanga una nguvu. TFF wajitathmini. Kuanzia bodi ya ligi hadi kiongozi mkubwa mwenyewe wa nini wa mamlaka haya husika na TFF ambayo ni ndugu yangu Kalia. Wajitathmini. Ishakuwa mara ya pili. Yaani mimi kinachoniuma, kuna mwanangu yuko Dar leo. Mtu ana 20,000. Kakata tiketi shilingi 10,000. Anajua hiyo 10,000 kesho inanisaidia hapa kufika hapa tuseme labda au kufika hapa Dodoma, aje Dodoma. Atumie tu tutapata lori. Leo hii mtu katoa kiingilio chake unamwambia mechi hamna. Ishakuwa mara ngapi? Mara pili. Basi mimi naomba TFF mechi ijayo ya bali watu waingie bure. Watu waingie bure. Hilo watalifanyia kazi. Waingie tu bure kwa kweli. Mashabiki mechi kama Yanga atakataa sasa sijajua Yanga si atagoma tena. Hapo hawezi kagoma tena. Wewe jua baba. Yanga anasema kama wenyewe. Mwenyekiti wao nani nimesikia anamwambia atashangaa sana kama tena kuna dabi nyingine ambayo Yanga atacheza. Inavyoonekana sasa dabi hiyo inakuja nyingine ambayo TFF anakuambia watapanga tarehe. Dabi hiyo inakuja tarehe nyingine. Inaonekana hamna. Mshaelewa? TFF amefanya madudu. Kama Simba walikuwa na makosa basi wangetuadhibu au wao TFF wangeongea na nani na mmiliki wa ule uwanja au msimamizi wa uwanja. Simba amekaa muda mrefu sana shehe. Simba amekaa kuanzia hiyo saa 1, saa 2, saa 3. Uongozi ueleweki. Hata kama ndio wewe unafanyaje? Lazima hapo ukae. Sisi Simba kama Simba sisi hatuna makosa. Kazi kwa TFF wajitathmini. Ikiwezekana ndugu yangu wang'oke. Wang'oke tu hata watu wengine. Kwa hapo na washauri TFF kwa waangalie wapi walipokosea kwa sababu watu wanatumia gharama. Wanakosea mara nyingi sana. Kama sisi Simba tushahamika sana. Simba tumeenda uwanja na ile ule kule tumefanywa vurugu. Tukipelekea barua zetu shida zetu bado Simba tunafanywa vurugu na hadi viongozi wa serikali wa mkoa husika. Lakini hao viongozi wa TFF wanakaa kimya. Simba alipeka barua kwamba jamani ligi haina mvuto. Huyu jamaa amedhamini vilabu 8. Hebu angalieni hapa katikati kuna nini jamani? TFF haina mashiko. Wanachukua watumbukiza. Leo hii Simba kaenda kufanya mazoezi kwenye uwanja Mkapa anazuiliwa. Sasa kama ndio sitachoka. Kusajili vilabu 8 nao ni tatizo. Kusajili vilabu 8 nao ni tatizo. Sasa hivi kweli Simba Yanga kumfunga kweli na ligi 5 kweli? Inategemea na simpira. Hamna bana. Timu wana. Mimi nakwambia kweli timu wana mjomba. Hiyo timu wana. Mimi nakwambia Yanga singekuwa amedhamini vilabu. Angekuwa hajadhamini vilabu. Yanga singekuwa anatoka. Simba kanga mechi za Simba ambazo Simba katoka. Simba kaja Dodoma Jiji kwa papatu hapa. Dodoma Jiji tu hapa ilikuwa mbinde. Simba kaja Singida mbinde. Hapa za kutajia hizo mechi timu zinaweza kutajia
Yanga mwenzangu akienda 3-4. 3-4. Simba kaenda kucheza na nani wale? Mashujaa. Unadhani uliona? Goli dakika za jioni, goli moja. Papato. Lakini mwenzangu akienda, jua kabisa leo Yanga sasa leo na Mashujaa leo Yanga hatoki. 5. Kwa hapo unawashauri TFF yani wasikubali mdhamini yani wafanyie usahihi kwa kama nataka turudi kwenye ligi hiyo bora. Hiyo kitu ifutwe. Yes, aache kudhamini vilabu vyote hivyo. Hamna mpira hapo. Si ndio maana kocha wao, unajua kwa nini kocha wao aliondoka? Side. Mimi namwenda Side. Side kwa nini anaondoka? Side anasemaje? Tanzania hapa vilabu vyenye upinzani mkubwa, yani vinaanza kuomba Yanga upinzani mzito. Viko hivi. Ambayo kuna Simba, kuna Azam, pamoja na Singida. Vivibaki vingine vyote hamna kitu. Na ni kweli. Hata kama mimi ni kweli nimetoa hela yangu nimemdhamini Singida au nimemdhamini Tabora. Unataka kuniambia Tabora atanikazia mimi? Hawezi kunikazia. Bana mnakuja huko. Yeye nali kuna milioni 100 yenu hapa. Muda ya bana legeza goli 6. Bwana si brother. Bwana si brother tunashukuru sana. Haina shida mdogo wangu. Pamoja. Haina noma. Karibuni sana ndugu zangu. Asante sana. Tutaonana siku nyingine. Bwana tulikuwa eneo la Yumwa Dodoma mjini. Tumekuja kuonana na dau wa soka. Tumeongea nao mawili matatu, kila mtu katoa la moyoni, katoa dukuduku lake. Kwa nini mechi iahirishwe? Kila mtu ametoa sababu zake. Umeona? Hawa ni wanasoka wote ambao tuko nao. Ukitaka kufuatilia vipindi vyetu, usahau comment na kusubscribe na kushare kwa ajili ya kupata vipindi vyetu kwa ujumla. Asanteni sana.